Unaweza kuwa mhubiri tu na roho ya kutoa kitu ndani ya mtu hauna. Amen. Hatuimbi kwa sababu tuko na talent ya kuimba. Inaweza kuwa hivyo na sauti nyororo na una mafuta ndani ya sauti. Amen. Na Pastor Ng'ang'a anatoka from nowhere anaimba kunguru ndege meusi alilisha chakula lisha piga gele na unapiga tu. Moyo wangu wa kutamani Baba, moyo wangu wa anavaa hizo vitu zake tu. Piga gele. Moyo wangu wa kutamani Baba, moyo wangu wa kutamani. Na anachukua kitambara na shaanza kulia. Mkokoteni Mombasa. Ndivyo. Na ni huduma. Wewe hata huko sukuma hata baiskeli. Yale sukuma mkokoteni. Juzi nilimpigia simu nikamwambia natamani nikusalimia hapo Jerusalem. Mwambia welcome Pastor Gilak very fast. Mwambia wewe ni mzee wa injili 71 years in ministry. I'll come to visit you and give you sacrifice ukole. Hao ni wazee wa injili, usipowapenda wakiwa naimba moyo wangu wa kutamani Baba, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani. Nilikuwa kwa primary, niko class 2, nasikia Bishop Mwiru anahubiri kuna nuru gizani. Niko class 2. Kuna watu walipewa injili, ukiwaona ikiwezekana msalimie na sadaka ndio upite. Au useme amen because unisalimie na sadaka. Amen. Kuna watu walifanya kazi ya maana Kenya hii na injili, ukiwaona wasalimie na sadaka tu na upite. Sikudanganyi Pastor Gilak ni mjanja. Nikiona mtumishi wa Mungu yeyote na kusalimia na ujanja wa kuchukua mafuta. Nilienda Mombasa nikiwa natamani na ngojea kupanda ndege, nikafikiria kuna kanisa hapa inaitwa Neno na kuna pastor mwingine hapa anaitwa Pastor James Maina. Amen. Nikasema sijawahi ingia Neno, even though hata Mungu akiniinua hivyo nitaenda nikanyenyekea hapo hivyo nikaketi. Sikutaka nijulikane, nikatoa dera, nikabaki na hii shirt peke yake. Nikaketi. Bahati mbaya hii baji libaki kwa shirt. Nikaketi kapata kuna ibada, nikaketi kule nyuma. Nikiwa nangojea saa ya ndege ifike, nikachukua taxi, gari, airport. Nikamwambia paka hapo nje, natamani nikae tu kwa Neno la Mombasa nione injili inaendaje. Kuna watu walijua kwa ibada wakasema huyu ni pastor. Wakaanza kuongea tu from the gate. Huyu ni Pastor Gilak. Huyu ni, nikamwambia nikaingia ndani. Nikiingia ndani wazee wa kanisa wakanifuata. Wakaanza kumtengenezea kiti. Nikasema watu washanijua jamani. Pastor James Maina anioni, anahubiri tu. Nikakaa kama 30 minutes nikamwambia sasa nadhani ndege yangu imekaa tayari, wacha nitoke. Amen. Wakasema Pastor ajui kama uko hapa, ajui, hakujui. Sisi tunakujua kwa injili yako, huwezi toka hivyo. Nikamwambia please don't disturb pastor anahubiri. Mwambie tu nilikuja kwa ibada na nishatuma sacrifice kwa ile till number, ndio hii message imeniletea Neno Evangelism Center Church. So niacheni. Wakanishika kwa kiti ya utoki na mmoja akakimbia kabisa kwa pastor kule kwa madhabahu. Pastor Gilak huyu. Akanita, yeye pia hata hakunijua. Akanita, yeye ni pastor. Nikamwambia, yes sir. Na unyenyekevu mwingi sana. Amen. Akaniambia njoo salimia watu. Salim mpaka watu wa Kisii wasalimie.
Nikasema tu, nikatoka, nikamwambia bye man of God, bye. Nikamwambia nilikuwa nataka nikusalimia tu, nikishakusalimia nitoe sacrifice yangu kwa ile till number na nienda, na nishafanya. God bless you. Nikatoka. Hakunijua na ubiri wapi na mimi ni nani. Nikamwacha kaendelea na ubiri. Nilipoingia hapa keshowe usiku 2 akanipigia kwa WhatsApp, man of God, can I see you just one day? Nikamwambia si nilikuja huko kwako, silikuwa kanisani kwako. Umeleta hapa watu wataikuwa watu nawe. Nyinyi ni wabaya ni. Hii pia umeleta hapa wewe. Ni siku. Raha yangu ni kwamba nimeenda nikaona walionitangulia kwa injili, nimewasalimia, imenitosha. Si nimesema kweli, sikuwa na dera. Hawa wanaocheka walinijua wote kwa kiti cha viti vyao. Amen. Mwanangu, upewe nyota. Upewe nyota.